Wazazi wacheni wa ubaguzi. Mbona huwa tunabagua watu wengine? Na sisi wote tumeumbwa na mfano wa Mungu. Let us love one another. Hatuwezi ona Mungu kwa macho, lakini tukikaa kwa upendo, Bwana atakaa katikati yetu. Bwana asifiwe. Love one another. Katika jumuiya tupendane. Katika familia tupendane. Katika taifa letu tupendane. Kama saa hii mimi ningejua watu wote wa Kenya wanapendana, mimi kama father siwezi hubiri tena katika hii dunia, na retire. Kazi yangu inakuwa tu kugoja Bwana ili anipatie ufalme ambao hauna mwisho. Tupendaneni. Jambo lingine, tuishi maisha ya unyenyekevu. Humble yourself. Maisha ya unyenyekevu. Unyenyekevu unaweza fanya mwanadamu awe kama malaika. Mtakatifu Agostino akasema. Lakini majivuno si kuharibu hewa ama kula. Ni majivuno. Ndio alitaka kuwa kama Mungu. Ndio nashindwa mara nyingine. Sasa mbona tuko na majivuno kama najua hii mazishi imetoka watu wengine town. Na huwa naudhika sana na MC ambao unasikia ati akianza kusema ati hii hema ni ya watu wa Nairobi. Ati hii hema ni ya watu wa Nairobi. Ati watu wa kijiji nyinyi mnaweza kaa pale kwa jua. Kwani sisi ndio tuliumbwa na vichwa ziko na mabati? Ati hatuwezi chomwa na jua. Kwani Nairobi ni kusema ni Nairobi gani? Na venye iko na hewa chafu huko. Nairobi gani hiyo? Kwenye hata kuna flying toilet. Hata mtu anaenda akiwa ameinama hivi asigongwe. Ati hizi hema ni za watu wa Nairobi. Watu wa kijiji kaeni pale kwa jua. Hakuna. Sisi wote ni binadamu. Ati maji ya chupa ni ya watu wa Nairobi. Watu wa kijiji kunyeni yeni na mtungi pale. Hakuna hiyo. Hata sisi tukunya ya chupa. Kuna mwanadamu aliumbwa na matope, mwingine akaumbwa ati na hadiko na nini na simiti. No. Ati hizi vijiko ni za watu wa Nairobi. Watu wa kijiji nyinyi tumieni vidole. Kwani vidole zetu ziko na gloves? Ati hatuchomeki. No. Ati hizi serviette ni za watu wa Nairobi. Watu wa kijiji nyinyi mnaweza tumia mikono yenu kujipanguza. Hayo ni ubaguzi. Ati watu wa Nairobi ati kwanza wakule nini? Kwani si kila mtu anahisi njaa, tukule pamoja. Hata sisi tunaenda mbali, hata kijiji ni mbali. Watu wa Nairobi wa kwanza wakula kule. Nairobi gani? Kwani ni mbinguni? Hata sisi wote tunahisi njaa pamoja. Tuacheni huo ubaguzi. Bwana asifiwe. Hakuna mwanadamu. Hata mimi huwa anasema mimi kama father, hata nikikuja kwa jumuiya, nipate jumuiya imepika githeri, niwekee hiyo. Acha kusema ati father anakula kuku. Ni amri gani inasema hivyo? Ni ingekuwa mwaki kwanyu noko niko uisili. Kana kwa South B. Na kora mwaki urugete githeri kia 1 2 3. Twarira mama atana koma ndikiriro kio. Hata nikuja kwa jumuiya yenu nipate mmepika ile chai ya true tea. Yaani turugi. Ndikiriro yeo. Tuache mambo ya kubagua binadamu ati huyu ati yako. No. Sisi wote tuko sawa machoni mwa Mungu. Tuacheni tuwe watu wanyenyekea katika maisha. Hata kwingine hata unaenda unapata ati hizi choo. Hiki choo ni cha watu wa Nairobi. Hicho kina mlango, watu wa kijiji mnaanza enda huko kwa kahawa ndani na huko. Wenda huko na ufunge macho. Bora lakini tuishi maisha ya unyenyekevu. Humble yourself before the Lord, He will lift you up. Humble yourself before the Lord, He will lift you up. Tuishi maisha ya unyenyekevu. Hatunaona mtu hata amefungua nduka na unaanza hata maringo kwa wengine. Umefungua nduka hata haina vitu nyingi, hata labda ni kiberiti moja. Na munga paketi moja hata unaanza matusi kwa watu. Ukiwa na kama Magunandu supermarket, si utaenda hata ukigonga watu ngoto.
Sasa duka iko na paketi moja ya unga na kiberiti moja na ndawa moja ya mende, alafu unaanza maringo. Na ukipata kama county supermarket iwe ni yako. Ni watu wa unyenyekevu. Acha majivuno. Humble yourself. Ama umeona umepewa cheo. Umepewa cheo, labda umekuwa labda manager. Unaanza kuringia wengine. Humble yourself. Meza ugeuka. Humble yourself. Sasa uko kwa cheo, kesho utakuwa. Mambo ugeuka. Nyenyekea katika maisha. Ama umeona unanunua Prado. Kwa hivyo ukienda upate watu karibu na maji, unawarushia hayo maji juu ya madharau. Nyenyekea, jua unaweza anguka na hiyo Prado, upate watu umerushia maji wanaweza kutolea damu. Juu labda yako ni group AB. Upate huo mwenye umerushia maji ndiye yako na AB. Wacha madharau, wacha majivuno. Kama ya shetani, humble yourself. Huwa mara nyingi nashangaa kwanza na watu wa town. Unaona mtu kama tumemlelea kama huku mashinani. Anaenda Nairobi. Sasa akikuja huku msimu wa Krismasi, anaanza kuzumbua wazazi wake huku mashinani. Ati mam, kwani huku amunja jenga flash toilet? Okay? Juu umezoea vioo za flash. Unajua flash toilet ni ile hata unaweza enda na gazeti. Unaweza enda hata na gazeti kusoma. Sasa ukikuja huku unaanza ati kusumbua wazazi wako. Mam, kwani amunja jenga vioo za kukalia? Na kuna pesa ulitutumia. Wewe siende hicho choo umelelewa ndani yake. Hicho choo ambacho hakina mlango, enda. Wacheni kutuletea stress huku mashinani. Mama hamuna flash toilet. Wewe ulizaliwa ukiwa umekalia hiyo flash toilet. No asiriwe kalile kioroki. Mama hamuna flash toilet. Siende hicho hata hakina mlango. Si ulikulia katika hiyo boma, enda huko. Thie kuo no hige maitho ndukoneke kana ndukone mundu, thie kuo. Mam, huko amuja jenga bathroom. Umeenda hapa Thika umepata wako na shower kwa aunti yako. So umepata wako na shower. So huku mashinani unaanza kusumbua wazazi. Mam, amuja jenga bathroom gani? Na kuna mabati ulileta. Bathroom yetu ni giza. Ngoja giza ingie, oga. Ati hakuna shower. Ni mifereji ulituletea na plumber. Bathroom yetu ni giza. Hakuna mifereji ulituletea na plumber ati watuwekee shower. Humble yourself. Umekulia huku na hiyo ulikuwa unaogea kwa giza. Sasa umeenda hapa Thika kwa aunti yako ukapata kuna shower unatuletea stress huku. Ngoja giza. Hata sisi hatuna ati mam. Kwani huko hamuja nunua towel? Kuna pesa ulitutumia tununue? Hakuna. Si towel yetu ni ujirushie maji. Alafu fanye hivi kama mwanapunda, maisha iendelee. Wewe farife. Tika kugata hakuna towel gani? Hata ni na watu wa Nairobi msiwe mnatuletea stress huku mashinani na mmetoka huku. Hakuna towel na towel gani hata na huku. Hata ulikuwa unajipanguza na nguo zenye ulikuwa unavaa. Mam, huku hakuna toothpick. Toothpick. Si hatuna pesa ya toothpick. Tumia kucha zako. Mam, watu wa jumuiya. Sasa by the way unashangaa na watu wengine. Unaona mtu anaweza enda kwa hoteli tu. Aenda kwa hoteli awekewe chai na yai moja. Alafu unaona kuna toothpick 3 kwa mdomo. Chai na yai moja. Sasa najiuliza, na je ukikula mama ya yai, yani kuku, tutaenda na posti kama za Kenya Power kwa mdomo? Lakini wanadamu mko na majivuno bwana. Chai na yai moja tu, toothpick 3. Ni kama je ukikula kuku, Ama unaona watu wengine kama Gen Z unaona ati anaenda anafanya kazi, amenunua simu ya 5K Tecno. Alafu amenunua power bank, simu ya 5K. Na unanunua power bank. Na je ukinunua 30K si ni generator utakuwa unabeba? Lakini wacheni majivuno haya bwana. Simu ya 5K. Tunashinda na power bank hapa. 5K na Tecno. Simu mzito kama ni humble yourself.
Nyenyekea katika maisha ya majivuno. Wewe ukikuja huku mashinani, acha kushinda. Umekulia umelelewa huku. Sio hata ukinoa vidole, acha kushinda ukituitisha serviette. Serviette nini? Serviette zetu ni nywele, jipanguze na nywele. Na maisha iendelee. Ai Bwana tupatie moyo wa unyenyekevu. Ili baada ya maisha yetu hapa duniani, mimi na wewe tuweze kuona Mungu uso kwa uso. Ili Bwana aweze kutukumbuka katika ufalme wake. Na jambo la mwisho, siwezi taka mrudi na sadaka Nairobi. Na jambo la mwisho, angalia moyo wako. Ni jambo gani linaweza kufanya ukose kumuona Mungu uso kwa uso? Ni jambo gani? Wewe kama mama, mwanaume, kijana, mimi kama father. Ni jambo gani litakufanya Bwana akose kukumbuka kama huyu mwizi ambaye alikumbukwa paradiso? Ni uduriku ukatuma mwana nirege kukuririkana. Labda wewe ni mtu wa kusengenya wengine. Mushene FM kushinda ukisengenya watu kila mara. Kwa biashara unasengenya fulani. Ukiona fulani ameanza kunona yuko kunona ni kama ako na sponsor. Ukiona fulani ameanza kunona na huku mbele, mwanamume huyo akakaribu kujifungua. Ni venye tu mtu anatosheka na maisha Usiwe nario. Nario. Na kehigura ditheba ithatu nario. Tariwe wamuheire. Masengenyo. Ni ombi langu ni Bwana atukumbuke katika ufalme wake. Masengenyo. Juku. Labda wewe ni mtu wa kunywa pombe. Pombe imekufanya usiwe unaenda kanisa. Pombe imekufanya hata usiwe umeharibu familia yako. Geuza maisha yako. Wazee ambao mko hapa, wewe angalia hiyo pombe unakunywa. Je, iko na manufaa kwako ama imeharibu? Badilisha mienendo yako. Wewe umekuwa mtu wa pombe kila mara, hata una pesa. Pesa zote zinapotelea kwa pombe. Geuza maisha yako. Nilihurumia walevi wengine 3 pahali, walienda wakakunywa Jumamosi, wakakunywa. Sasa hata kukafika saa 9 za usiku, wakaona masaa imeenda sana. Wakaitisha kasienta. Wakaliambia mtalipia, kauliza tutalipishwa ngapi? 300. Okay, wakaingia. Unajua hata hiyo sienta hii kutoka penye ilikuwa. Driver aliingia alafu akakanyanga mafuta. Gari kaguruma for 1 minute. Kumbe wako pale. Alafu akaambia walevi, mmefika. Walevi, tumefika. Okay. Na wewe dereva wakampatia mlevi mmoja kama, wewe dereva usio unaenda mbio hivi. Karibu utuue. Na kuna pali walikuwa wameenda wako pale tu. Angalia sasa madhara ya pombe. Ati maigweta matwaro kaino no defa kinyete maguta ngwi kai mario hadu hamwe. Defa mwaki wewe dereva ni ugiaturaga we. Uru watu twara ihenya. Angalia sasa madhara ya pombe. Make U-turn. Wewe umepotea katika pombe. Mimi hata sisemi hata pombe ni mbaya, no. Lakini wewe inakufanya ufanye mabaya. Bwana asifiwe. Na kuna watu wanashinda wakipiga kanisa Katoliki ati juu ya mambo ya pombe. Ati hii kanisa hata uwe unakunywa pombe hauwezi fukuzwa. Huo ni ukweli. Hatuwezi. Juu mbinguni kutakuwa watu ambao walikuwa wanakunywa pombe, na jehanamu kutakuwa hata watu ambao hawajaionja pombe. Bwana asifiwe. Mimi sisemi hata watu wakunywa, lakini nasema hii kanisa hata huwezi fukuzwa hata kama unakunywa pombe. Huwezi. Tuache tutige kionoko kiorimu. Ati tondu mundu ni aranywa joy itaka athi ikenero. Ikenero tarigwa kuja. Hata mbinguni kunakuwa watu walevi ambao walikuwa wanakunywa pombe. Bwana ataangalia moyo. Kwa hivyo hii kanisa hata uwe unakunywa, hata kama ulifukuzwa kanisa yenu labda juu ya pombe, wewe kuja kwenye tunaenda hautaifukuzwa. Ndokaigato. Kuja usikie neno la Mungu, ukigeuka ni sawa, ukikosa ole wako. Hata kama wewe ni mchawi. Hata wewe ni mchawi unaroga watu kwa plot yenu. Umefukuzwa kanisa yako, wewe kuja hii kanisa hutaifukuzwa. Kuja hata mpaka na bagi yako ya uchawi. Hata tutakuonyesha penye utaweka. Uigwo horo mwega. Watu kugaruka ni sawa. Badilisha mienendo yako. Angalia moyo wako ni maovu gani uko nayo.
Labda umepotea kwa pombe, make a U-turn. Labda moyo wako ni wa chuki, geuza maisha yako. Sejua turo wako, badilisha mienendo yako. Wewe labda hata ni mtu hata upei Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako. Hata hauna muda wa kuomba. Badilisha mienendo yako. Haujui kama kesho ni mimi nitakuwa kama Paul. Bwana asifiwe. Labda wewe umekuwa mtu wa kutosamehe. Sasa hapa kuna watu najua wamebeba grudges. Fulani alinitendea hivi 2010 ako kwa moyo wako. Fulani alinitusi, fulani alikosa kunipeleka molo, bado ako hapa. Fulani alikosa kuja ati jumuiya kwangu, bado ako hapa. Muachilie atoke. Na ndipo watu wengine wanakunywa dawa za pressure. Juu kuna mambo umebebanisha katika moyo wako. Achilia. Mbona unashinda ukibeba watu wote wa ukoo wenu? Huyu alinifanyia, huyu alinifanyia. No. Na ndipo hata watu wengine wanakula bila kunona. Juu kama umebeba watu 20 na moyo wako, hata uwekewa wali na kamande. Sasa ni watu 20 wanakula, utanona lini? Achilieni hao watu ili muweze kunona kama huyu father mko na yeye. Bwana asifiwe. Tia utitoke kuani ya maodo. Maisha ni mafupi sana. My brother and sister, maisha ni mafupi. Life is very short. Labda wewe ni hauna moyo wa kusamehe. Make a U-turn. Labda wewe ni mtu wa matusi. Najua sasa hata kuna wanafunzi wengi najua KCSE inaisha kesho. Najua hata wanafunzi wengine sasa hivi wenye wameonyesha na wazazi wao juu walianguka mitihani. Wenye wametusiwa. Ati juu labda ndiye alikuwa wa mwisho katika darasa lao. Unaona mzazi ni Mkristo hata wakati anapika chapati hivi. Akiona mtoto wake ametazama anamwambia acha kuangalia hivi. Tia gukora maitho na guku. Kora ni gora kurire ifuku. Ndogiranyitire max ichega. Ciananga ya roho muteithia ma. Wegakinya Januari uria mukuonio. Kwa hivyo wacha labda wewe ni mtu wa matusi. Wewe unatusi wengine hata vibaya. Change your life. Labda wewe ni mtu labda atuitiki maisha ya msalaba na hii familia. Tuitikia haya ni mapenzi ya Mungu. Unajua kuna watu wanapatana na kifo kama hiki. Ati wanaanza kujiuliza, hii si kawaida. No. Haya ni mapenzi ya Mungu. Kwani ulikuwa unataka kuende aje? I caught you, uretaga guthii atia. Unajua kuna watu wanaanza kuingilia hii familia waanze kuambia hii si kawaida. Ati kuna vitu angazi kufanywa, twende kwa waganga kutoka Kangundo, Mbere. No. Na dwalike mathia akwadwa go ni ithwa Kristiano. Kwa kanisa huko. Na ndipo hizi nguo ambazo tunavaa zinasaidia sana. Hizi nguo ambazo tunavaa. Hizi nguo zikiweza anguka siku moja mchana, wengi wetu wanaweza hata shtuka hata wakufe. Juu ya zile vitu ambazo watu wanabeba kwa hizi nguo. Na ndipo hata unaona katika utukufu, watu wakiina utukufu hivi, kuna wengine hata hawezi inua mikono, juu kuna vitu zimefungwa huku. Ni maana atigaiti atuweke. Amini Bwana. Cha kutumaini sina ila damu ya Kristo. Trust in the Lord always. Bwana asifiwe. Mbona kila mara ni kwa waganga? Na tuitikie maisha ya msalaba. Wakristo ambao tumekuja ya mazishi ya Paul. Tuitikie maisha ya msalaba. Unaona Wakristo wengine siku hizo hawataki kuteseka. Kitu kidogo hivi nimerogwa. Biashara yangu imeanza kuyumba, nimerogwa. Mtoto wangu amekuwa number last, ni amerogwa. Kwangu kuna pombe, nimerogwa. Muamini Bwana. Hata Yesu Kristo alikufa. Je, ni kurogwa alirogwa? No. Si kurogwa arogiro. Kauduka nini hatutaki maisha ya uchungu. Na ndipo wengine hata wanadanganywa na mapasta wao. Ati hiyo shida yote ni kurogwa. Ukaguhoere. Unapanda mbegu ya 1,000,000. Mbegu ambayo itawahi imea. Mbona unaenda kanisa zingine unapata wahubiri ni wakubwa, ni wanene kuliko hata washirika. Uko na muhujeni munene gukira na andu acio arahujiria. Amwe hao ni kuria indo istari siama. Kila mara panda mbegu, utainuliwa, utabarikiwa, tuitikie maisha ya msalaba. Na huwa nilishangaa sana hata kuona kwa YouTube ati hata pastor
anaambia washirika toeni simu hivi. Ati wewe simu, pokea network ya M-Pesa. Usho ni ulimu. Hiyo si imani. Hiyo si imani, hiyo ni ujinga. Hakuna Mungu anafanyanga kazi hivyo. Mbinguni hakuna M-Pesa agent. Ukitaka pesa fanya kazi. Wewe simu, pokea network ya M-Pesa. Yes, afanye hivyo basi. Na hebu muendeni muambie, wacha tusitoe sandaka. Tingiza simu yako upokee M-Pesa hiyo kwa Mungu. Hiyo si imani. Na unaona washirika wanasema hivyo hivyo. Sasa hata mimi hata kuna jambo huwa nasema, sasa kama unataka ati nikuombee upate gari, tunaomba, alafu kuna msalaba ende ufanye kazi. Wengine hata unaona ati wanachorewa ufunguo na pasta. Ati kila mara unashinda ukiubeba kwa mfuko. Alafu hata wengine wanaambiwa na pasta tokeni kwa lami. Ukiona ile gari inapita unasema I possess you. You are mine. Sasa ati hii gari nimejinyakulia. Unanyakua gari la wenyewe na kuna dereva ndani. Ayo hiyo sio imani. Kione kionoko kiorimu. Tiwe gari wewe wakwa. No. Sasa hata uwezi niambie uko na imani uende kwa butchery ukiwa na magazeti ati unataka kula nyama, ati uanze kuomba we nyama kuja hapa in Jesus name. Ushoniuri utafungana mikoromeo bure. Ukitaka nyama enda ufanye kazi upate pesa. Tuitikie maisha ya msalaba. Jambo moja hata nimeona Paul Kenyo hata hakuwa na familia, sijui shida ni nini. Lakini kitu kimoja najua hata wale vijana ambao mko hapa nikimalizia kuhubiri. Ningetaka kama hata sasa labda tuseme wewe uko kama Paul Kenyo hakuwa ameoa. Sasa hata kama unataka kuoa ati uniambie Father niombee nipate bibi. Mimi tutaomba na wewe dakika 5. Hizo zingine tokea kwenye wanawake wako. Enda huko. Sio tushinde na wewe hapa tukiomba. Kwani Mungu ako na bibi huko mbinguni? Na vijana ambao mko hapa muoe. Tika iguika roho. Kijana oeni, acha kukaa hivyo. Kama una mistari kuja baada ya misa ni kuonyesha, si kukaa hivyo. Tusikae kama Paul, oeni. Acha kukaa independent kama ABC. Kwa hivyo kama hata mtu anataka bibi tunaomba naye dakika 5. Hizo zingine anaenda kwenye wako. Na unajua anakutana masaa ngapi? Hivyo. Na wewe dhabe othere, atumie mendaga andu atheru, umira. Ni kama labda unakaa Isili. Ati unataka kula mkate, alafu unaenda kanisa ya Isili unaanza kuomba Mungu, Mungu nipatie mkate. No. Unaomba dakika 10, alafu unatokea. Unaweza kwenda huko Mudhurwa, upate kuna gari ya mikate ilianguka, chukua 2. Hayo ni mambo yamejibiwa. Sio kushinda ati Bwana nipatie mkate. Tuitikie maisha ya msalaba. Hebu tujiangalie mimi na wewe ni jambo gani litatufanya mimi na wewe tukose kumuona Mungu. Angalia moyo wako uko vipi. Moyo wako uko na uchafu gani ambao utakufanya ukose kumuona Mungu. Labda ni kutoishi vizuri na watu, labda ni kukosa kwenda kanisa, labda ni moyo wa matusi, chuki, kutosameheana. Labda wewe uko na moyo ambao hauna mapendo. Labda wewe uko na moyo ambao uitikii maisha ya msalaba kila mara ni kuabudu sanamu. Labda wewe huna moyo hata wa ukarimu. Hata kuna wengi wetu hapa watakosa kwenda mbinguni juu ya moyo wako hawana ukarimu. Hata moyo wa ukarimu kusaidia mwenzako uwezi. Na Wakristo ambao tuko hapa, tujue yale maswali ambayo tutaulizwa na Kristo ni, nilikuwa mwenye njaa hukunipa chakula, nilikuwa na kiu hukunipa cha kukunywa. Let us be generous to one another. Adole tu hatuko waturia tena kulia duari yake. Ukiwa na shilingi 1 saidia mwenzako. Bwana asifiwe. Ukiwa na viatu 2 saidia mwenzako. Ukiwa na nguo 2 saidia mwenzako. Na niwakanye hivi. Na ukisaidia mtu na kitu, wacha kupiga filimbi. Ati kama sio mimi nilipea fulani viatu angekuwa hivyo. Tusiwe kama kuku. Unajua unaonanga kuku ametaka yai moja, alafu anatoka kwa nyumba. Kuku na nitai yai moja tu. Mlikuwa mnaona kama siwezi taka. Na nitubiri mwe. Tutika kwa watu huwa na tata kuku. Atunapea watu blanketi alafu unaweka kwa Facebook. Hata Miguna akiwa Western anajua kama hilo mwalipewa ni blanketi. Sisi watu wa kupiga tarumbeta. Weka katika kuhuasoro.
Na pia jambo lingine ni ya kuwa hata kama ni moyo wa ukarimu, hata wakati unakuwa mkarimu kwa mtu, mpatie kitu kizuri. Unaona Wakristo kama kanisa Katolika katika msimu wa Kwaresima huwa tunapeana vitu. Alafu unaona mtu unapea mtu nguo ambayo imeraruka. Reject. Urahe mundu kirato kina smile kiumanu. Urahe mundu suka mukuro wa 07 wadikito kafa kifaki. Kibaki tosha 07. Ndio wena masuka mega. Urahe mundu kimufuto gikuru nitake kagiro ni deda ni kimathi. Mutitu. Na sasa uko na trouser nzuri. Na venye tunafanyia wengine ndio hata tunafanya kwa kanisa. Ndivyo nilikujua. Venye hata unapelekea mtu viatu zimeraruka, wengi wetu ndio hata ndivyo tunafanya hata kwa kanisa. Ati watu unaweza ona mtu anameleta mahindi kwa kanisa na ni mahindi ambayo iko na wadudu ndani yake. Tinaondoka mimi naenda kwa Bwana. Na ni mahindi iko na wadudu. Tinakuja pole pole baba. Na ni bebe si inabusa. Ukiinaga nakuja pole pole baba. Anatie fata uka pole pole dugoke. Una pole pole kana huko. Uroka na bebe si inabusa. Tinakuja pole pole. Pole pole ile kuikala na kuna pole pole yaku. Idwa hujani ndio tukariaga bebe si inabusa. No. Nekeraga ikidu kiega. Hata wengine wacha hivyo. Hata unaenda unachukua mayai na ni mayai ambao yako karibu kutoa vifaranga. Ndio hata unaleta kanisa. Gai ni ariturathima. Na ni mayai yako karibu kutoa hata vifaranga. Ngai ni tuoka mbere yaku. Muroka mbere yange na matubeme na tusui. Tukuite no kigaruko no chui. Ikara kuna matube maku. Kanona urada kaniti adu aguko kagumo amo konaga ati urogo ati father anataka kunywa supu ya kuku, naenda unaangalia yule kuku ambaye ni mgonjwa. Ndio hata unatoa huko Isili ama huko St Alexandria South B. Kuku ambaye ni mgonjwa. Uko na kuku 300. Alafu yule kuku mgonjwa ndio unatoa kwa kanisa. Kuku ambaye ako na usingizi. Kuku ambaye amemaliza bundles. Kuku ambaye ako free mood. Kuku hata ambaye anaendesha ndio unatoa. Unatoa kuku saa 6, misa ya saa 6. Saa 9 anapumzika. Juu alikuwa mgonjwa. Anaanza marehemu, anakuwa marehemu. Father akimaliza mazishi anaenda kumzika huko Paris. Juu ameshapumzika. Aituombe Mwenyezi Mungu. Jiweke kioo. Jitazame vizuri. Uone ni jambo gani mimi na wewe ambalo litakufanya Bwana akose kukumbuka katika ufalme wake. Bwana asifiwe. Tusimame tuombe. Bwana tukushukuru kwa ile miaka ambayo umepea Paul Kinyua. Endelea kumuonyesha huruma zako ambazo hazina mwisho. Bwana tukuomba utusikie. Tunajiombea sisi ambao tuko hai, Bwana tusaidie tuweze kuishi maisha mazuri hapa duniani. Ili baada ya maisha yetu tuweze kurithi ufalme wako ambao hauna mwisho. Bwana tukuomba utusikie. Tunaendelea kuombea hii familia. Bwana wapatie utulivu na matumaini. Naendelea kuwapatia neema ambazo zinatosha na uponyaji kutoka kwako. Bwana tukuomba utusikie. Sala zingine. Awate-ini wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo nĩtwoka mbere yaku tũgĩcokeria ngatho nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũhe kĩheo kĩa ũtũũro ona gũtũkinyia thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Yesu mwega, twahoya thayũ waku na wega waku. Mwathani tũigue. Wa mũthingu ithe wa Mwathani witũ Yesu Kristo, twĩ mbere yaku tũkiuga nĩ wega nĩ ũndũ wa mathomo macio twatuĩka ma kũigua thĩinĩ witũ. Tũhotithie marĩa twakanio tutige na marĩa twatho twĩke tũgatuĩka a gwĩka. Mwathani ũtũigue. Hayo ambayo tumesema na yale katika nyoyo zetu, tuombe Mama Maria azidi kutuombea kwa mwanae, tukisema salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa.
Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu.